Mambo inabadilika. Leo tumekutana na mama. Tunaenda injili ya hapa na pale. Mama amebeba parachichi. Hizi zinaitwa parachichi, ndio tunaita avocado. Na amebeba pale watermelon. Tulipokuja tukamwambia mama, leo tumebeba jina la Yesu. Na huyu Yesu tunahubiri. Tumewekelea mikono. Hii kitobo chako. Na kuambia leo utauza na urudi nyumbani mapema. Tulipokuwa tunarudi, amebeba packet. Akiwa amemaliza. Maana Yesu yamjua. Na jina lake linabadilisha. Kuna mapepo yataondoka. Sitakuka. Waona kiu. Waona zote. Hebu nikwambie mchungaji. Sema kidogo mchungaji. Simon ilikuwa inamaanisha jani ambalo linatingizwa na upepo. Jani linalotingizwa. Lakini Yesu akambadilishia jina. Badala ya kuitwa jani linalotingizwa na upepo, akamwita mawe. Akamwita jiwe. Akamwita kitu kubwa. Akamwita kitu inakona faida. Wengine hapa wanaitwa maskini. Wengine hapa wanaitwa walevi. Akataliwa katika Biblia zao kwa sababu ya ulevi, kwa sababu ya wizi. Lakini siku ya leo Yesu Mwana wa Mungu amekuja awabadilishia jina. Baada ya kuitwa jina kutukiwa, kulishwa, ataitwa jina lenye maana. Hautaitwa tena mzee ambaye analewa. Hautaitwa mama ambaye hana mpangilio. Hautaitwa kijana ambaye amejaza bidhaa. Utaitwa jina. Utapewa jina litakalosimama imara. Unajua kuna majina mengine uliitwa inakuletea laana. Majina uliitwa unafanana na babu yako. Unafanana na aunti yako. Unafanana na hiyo jina. Kama uliitwa ng'ombe, unakuta wewe ni maziwa tu. Yaani wewe ni mwanadamu, unakaa maziwa tu. Hata ukienda shule, walimu wanakuambia wewe unakaa ng'ombe. Ukikula na jina, unaweza pewa ya kuletea shida. Kama jina la Petro lilimletea shida. Alikuwa mtu wa kutetemeka, mtu wa kurudi nyuma, mtu wa kumkana Yesu. Alipopewa jina, Petro akahuruma. Kuna mtu anabadilishiwa jina. Majina yote mazuri ni yako, wewe muumbaji wake. Majina yote mazuri ni yako, wewe muumbaji wake. Kuna jina utapewa. Unapita katikati ya wapepo. Kuna jina utapewa. Utapita katikati ya wazi wa mjini. Kuna jina unapewa. Jina linabadilishia maisha yako. Tunatangaza majina mazuri hata kwa biashara. Hata si jina tuangalia. Hizi biashara tunatangaza zipokee jina. Jina mpya. Kusonga mbele. Jina lema Jesus. Kuna neno liko pale mchungaji analitafuta pale. Nasema nini baada ya Petro kupewa jina? Sasa baada ya kupewa jina nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni. Baada ya kupewa jina unapewa funguo. Na lolote utakalolifunga, nimekupa funguo wa mbinguni. Lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni. Na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya. Sikia vile tumepewa mamlaka. Sio Mungu anafungulia watu baraka. Sio Mungu anasema wewe utaulu. Sio Mungu anasema wewe
lazima uendelee. Bwana amenipatia mamlaka. Akamwambia Petro, maana umenijua, nimekupia ufunguo. Chochote utafunga kitafungwa mbinguni. Chochote utafungua kitafungua kweli. Kama vile mchungaji sikia hii ya kwamba siku ya leo kuna kijana tunafungia yeye hiyo roho inamsumbua, roho ya pombe tunaifunga sasa. Roho ya pombe, roho ya pombe aliyekamatwa tunafunga hiyo roho, maana tumepewa nguvu na mamlaka ya kufunga, na leo tumefunga dunia ifungwe mbinguni. We have been given the power and authority. Hallelujah. Kila tumeongea siku inasikia, tuko dunia tunaongea siku inasikia. Hallelujah. Huyu Yesu tunamhubiri, tunamjua sana. Tunataka Yesu aingie ndani yako, aingie ndani yako. Yesu aingie ndani yako, na kama roho yako ina ugumu, ina uzito, unafungua sasa, unafungua sasa, unafungua mara. Yesu aingie, unafungua sasa, unafungua imani, imani. Unajua kuna mapepo iko mahali fulani nasema usikubali injili ingie, usikubali neno likufikie kwa jina la Yesu. Hili neno ni upanga, na lipenye sasa, na lipenye sasa, nikufanyie kazi, nikubadilishe, nikufanyie kazi, nikuumbe sasa. Petro akaambiwa, tumekupatia nguvu na mamlaka. Kile utakachofungwa, kile utakachofungwa duniani mbinguni kitafunguliwa. Oh, haleluya. Tunafungua ya watu wa Mungu, tunafungua wokovu katika maeneo katika anga ya area hii. Tunatangaza wokovu, wokovu wa Bwana, tunafungua wokovu, wokovu katika hizi kuta za hizi manyumba, katika kuta zote tunatangaza upako, 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 upako kwa hii barabara. Tunatangaza jina la Yesu, jina la Yesu. Hapa tumeinuka, tumesimama kwa huu mchanga, kwa huu mchanga tunatangaza Yesu. Wote wanaokanyaga huu mchanga tunatangaza Yesu. Na kama kuna kitu kilichofunikwa na mchanga, roho ya uchawi, kuandika kwa damu, roho ya ukora kwa huu mchanga tunabomoa sasa, tunabomoa sasa. Ina madhabahu yaliyoinuliwa, tunabomoa yote, tunabomoa yote, yote inayoongea na huu mchanga hainyamazishwi, hainyamazishwi kupitia haya mamlaka. Pepo uliyeinuka katika malango ya area hii na ukafunga njia zote, kwa jina la Yesu ninakamata pepo, kila roho, kila ngome naifuta in the name of Jesus. Andiko inasema tumepewa nguvu na mamlaka. Hata kama umepewa roho ya kuzunguka, inaikamata kuzunguka, ya kuzunguka katika area, katika area ya Jesus. Nakamata yote, 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 sema Jesus. Tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka. Kila tunafunga dunia, mbingu inafunga, mbingu inafunga. Hata kama umepewa jina linakuhangaisha, linakutesa, Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa, Yesu yuko hapa. Anafanya kitu, anafanya kitu, anafanya kitu, anafanya jambo, anatawala katika maeneo, anatawala katika maeneo. Inasema nini mchungaji? Okay, mstari wa 20. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake
wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Yesu asema juu ya kufa na kufufuka kwake. Sasa Yesu amejidhihirisha na ameambia wanafunzi wake, I am the Son of the living God. Na kutoka leo nimewaachia nguvu na uwezo na mamlaka, na hakuna mwingine atakayeweza kulipokea hili jina na kufanya kazi naye kama yeye atanikubali. Pokea Yesu sasa. Pokea Yesu leo. Pokea nguvu na mamlaka. Umeteswa, umeinama, umeumia, umehangaika, lakini leo Yesu amekupa jina zaidi ya majina. Haleluya. Amen. Umepatiwa jina siku ya leo. Na ni vizuri kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Wengine wamesema wakaitwa mama pima. Wengine wameitwa wazee walevi. Wengine wameitwa vijana wa mihadarati. Wengine wameitwa tasa. Wengine wameitwa umasikini. Lakini jioni ya leo wewe unabadilishiwa jina lako. Haleluya. Pigia Mungu makofi mahali ulipo. Wale waliokuita majina ya kwamba wewe ni mtu bure, Bwana anakubadilishia jina. Jabezi akabadilishiwa jina, akaambiwa hutaitwa huzuni tena. Haleluya. Ibrahimu akabadilishiwa jina, Sarai akabadilishiwa jina, aliyeitwa tasa akaitwa mbarikiwa. Hata wewe jioni ya leo, haleluya, wenda katika mtaa huu ukitokea watu wanakujua, wanasema fulani ndio huyo, maana umeteswa na ibilisi na umesema imetosha, umeteswa mpaka umezoea, lakini kuna tumaini ya kwamba kuna Yesu anayebadilisha. Haleluya. Dini haitakubadilishia jina. Haleluya. Dini haitakubadilishia jina. Haleluya. Anayebadilisha jina ni Yesu peke yake. Haijalishi kama umezaliwa kwa dini. Dini ni Yesu. Anasema njoo kwangu wewe unayeteseka na kulemewa na mizigo, na ninapata kupumzisha. Wewe kijana umeteseka, wewe mzee umeteseka, umepika kiwango, hata wamekuita mtu changanyikiwa, maana akili imepotea. Lakini kuna Mungu anayerudisha akili, kuna Mungu anayerudisha jina, kuna Mungu anayerudisha uhai. Wamekuita mgonjwa, haleluya, wakikuona wanasema huyo ni mgonjwa, huyo alipatwa na ukimwi, walisema huyo ni magonjwa ni muda tu, lakini kuna Yesu. Njoo kwake Yesu uokolewe. Yesu ni daraja ya kuvuka mto, ukitaka kuona ng'ambo ya pili, njoo kwake Yesu uokolewe. Yesu ndio daraja ya kuvuka mto. Wengine wamejaribu kuvukishwa na dini. Tunapotembea tukihubiri Injili, unauliza mtu, anakuambia mimi ni wa dini fulani. Dini haitatupeleka mbinguni. Haleluya. Nasema mimi ni wa fulani. Hata wakati wa Yesu walisema hivyo. Haleluya. Lakini njia ni Yesu. Njia ni Yesu. Maduke njia ni Yesu. Kivumbini njia ni Yesu. Haleluya. Nakuru njia ni Yesu. Hatutanyamaza. Vijana wetu wakipotea, wakitumia madawa, tunasema ni kawaida. Hatutanyamaza. Wasichana wetu wakimalizwa na anasa, haleluya, hatutanyamaza. Vijana wakimalizika, wazee wakimalizwa na pombe, wamama wakimalizwa na masengeli na mambo ya dunia, hatutanyamaza. Haleluya. Kuna
kuna Mungu anayeweza. Serikali inaweza shindwa ya dunia hii kubadilisha kijana, kubadilisha hali, kubadilisha usalama, lakini Yesu anaweza. Haleluya! Unapompokea Yesu, Yesu anakubadilisha. Haleluya! Hata biashara imeitwa majina. Angalia hiyo biashara na ni kitu tu moja anauza. Haleluya! Hata kama mtu akitumana kitu anasema usiende kwa fulani, hautapata hiyo. Haleluya! Yesu anapoingia ndani ya hiyo duka, Yesu anapoingia kwenye hiyo biashara, biashara inaamuka tena na unaanza kumtukuza Mungu. Yesu anapoingia kwenye hiyo kilabu, waliokuwa wakinywa pombe wanaitwa mama kanisa, wanaitwa wainjilisti, wanaitwa wachungaji, maana Yesu ameingia. Haleluya! Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Haleluya! Ukimkubali Yesu, mambo yote inakuwa sawa. Haleluya! Hautahangaika tena. Haleluya! Maana yeye ndio jibu ya maisha yetu. Yeye ndio jibu ya hatima zetu. Maisha yako imeharibika. Umejaribu kwenda kwenu nyumbani, unaambiwa enda uone shosho, labda akiongea jambo ati maisha yako itabadilika. Umeambiwa enda kwa mzazi wako, aenda kutemee mate, umeenda mambo haijabadilika. Umeambiwa enda kwa kaburi ya fulani, labda hukwenda kumuzika, enda kwa kaburi lake, labda atanena jambo ili maisha yabadilike, lakini haijabadilika. Haleluya! Umekaa umeteseka, unaambiwa ni laana ya mashosho, umeambiwa ni laana ya jamii, lakini umejaribu, hizo laana zote hazijatoka. Jibu ni Yesu. Yeye ndiye anaweza. Umeambiwa hata enda ulete kondoo, tuchinje tumwage damu. Umeleta kondoo, hata umeongeza punda, umeongeza mbuzi, zote zimemwagwa, lakini hakuna kitu kimebadilika. Yesu ndiye anaweza. Haleluya! Alitubadilisha, hata wewe utabadilika. Acha kujiita baunza ya kwamba nikipita vijana wanajua. Haleluya! Ati watu wanakuondokea barabara. Yesu akipita